Basakatarabasaya. Koro basantara bakuria bashandara basaya. Kora basakatarabasaya. Rindara basakatarabasaya rimayandara basaya. Kora bashandara basika ribasaka ribayanda. Ribayandara basaka ribayandara basaya. Kora basantara bakuria. Kora baba baba boshandara basaya. Ribashandara basaya. Ribashandara basaya. Kora bashandara basaya. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote uliko mtoto wa Mungu, mahali popote ulipo ambapo unanitazama, na ukaribisha sana katika Morning Mercy. Tuweze kukutana na huruma za Bwana asubuhi ya leo, Jumatatu njema, Jumatatu ya kibali, Jumatatu ya utukufu, Jumatatu ambayo Mungu ametupa neema ili tuweze kupata nguvu na kuyatimiza mapenzi yake na kuyatimiza makusudi yake siku ya leo. Mahali popote uliko, Mungu wangu na akubariki. Mungu aliyekuamsha asubuhi ya leo, Mungu akubariki. Ungana na mimi moja kwa moja katika maombi haya ya asubuhi. Ungana na mimi moja kwa moja mahali popote ulipo kwa imani yako. Tukiunganisha imani zetu, Mungu wetu anaenda kutenda, anaenda kutuonekania, na tunaenda kuona nguvu zake kwenye maisha yetu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya pendo lake kwenye maisha yetu. Mahali popote ulipo, tuungane pamoja katika maombi haya ya asubuhi, na tukazitie huruma za Mungu zitakazoweza kutupa kushinda kila eneo, kutupa kuvuka kila eneo, kutupa kibali kila eneo katika wiki hii yote. Lakini kabla hatujaingia katika tafakari ya neno la Mungu, nipende kukwambia unaweza ukashare live hii kwa kadiri unaweza, kwa yule unayempenda. Fanyika kuwa baraka kwenye maisha ya wengine. Share live hii tuweze kuungana pamoja asubuhi ya leo, Jumatatu ya leo. Share live hii. Share live hii kwa yule ambaye unampenda kwa kadiri unaweza. Share kwa marafiki zako, tuweze kuungana pamoja katika maombi haya ya asubuhi, na Mungu atakubariki sana mahali popote ulipo. Share live hii. Share live hii. Mkaribishe unayempenda katika maombi haya ya asubuhi, Morning Mercy. Tukazitie huruma za Mungu, tukazitie huruma za Bwana katika maisha yetu, na tutaenda kuona ushindi kwenye kila eneo la maisha yetu. Na bila kupoteza muda, ningependa tuende tukamshukuru Mungu moja kwa moja kabla hatujaanza na tafakari ya siku ya leo, na kujua kila ambacho Mungu ametupatia kwa wiki hii ni nini ambacho tukisimama nacho kitatupa kushinda, tukisimama nacho kitatupa kuonekana na kutupatia kibali. Lakini tuende mbele za Mungu kwa pamoja tukamshukuru Mungu mahali popote ulipo. Roho Mtakatifu, asante kwa huruma zako, asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa mema yako, asante kwa uzuri wako, asante kwa mkono wako wenye nguvu juu ya maisha yetu. Tunakubariki Mungu, tunakutukuza Baba yetu, tunasema asante. Tunatambua huruma zako ni mpya kila siku, ndio maana tuna ujasiri wa kunyenyekea mbele zako, kwa sababu tunajua kwa huruma zako tunapata kibali, kwa huruma zako tunaneemeka, kwa huruma zako tunapiga hatua, kwa huruma zako tunakuwa washindi. Baba, ndani ya wiki hii yote Bwana, tunashuka mbele zako tukisema asante, kwa sababu tunajua yapo mema umetuandalia. Mungu, tunakushukuru Bwana asubuhi ya leo. Asante Roho uzima, asante Roho mwenye nguvu, asante Roho kweli, asante Roho mwalimu, Roho kiongozi ambaye uko pamoja nasi ili kutusaidia na ili kutuwezesha. Tunakubariki asubuhi ya leo. Asante Bwana, tunakushukuru Mungu wetu. Sana kitabu cha Zaburi ya 92 ule mstari wa kwanza, ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante. Tunatangaza rehema zako. Wewe ni Mungu wa rehema,
hujawahi kutuacha Baba yetu, hujawahi kutupungukia, hujawahi kunyamaza kwenye maisha yetu. Mungu, tunakubariki Baba yetu, tunasema asante. Asante kwa sababu tunatambua nguvu zako, uweza wako, mamlaka yako, mkono wako wenye uweza uko pamoja na sisi asubuhi ya leo. Baba, tunapoenda kutafakari neno lako, tunaomba neema yako ikatusaidia watoto wako na kila mmoja ambaye ameungana nami katika maombi ya asubuhi. Baba, huruma zako zikawe juu yake. Baba, mkono wako ukawe juu yake. Baba, rehema zako zikamwezeshe kushinda. Bwana, wewe ule Mungu wa huruma unayewezesha watu, ukatusaidie ndani ya wiki, ukatusaidie Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umekusudia tuyatimize mapenzi yako hapa duniani. Baba, tunapoenda kulisikia neno lako, acha neno lako litupe kushinda. Acha neno lako libadilishe maisha yetu ya kiroho na ya kimwili, tukaone wema wako, tukaone fadhili zako, tukaona udhihirisho wako wa kiungu katika maisha yetu, na tukudhihirisha yale maisha ya ufalme ambayo umetukusudia tuyaishi tukiwa hapa duniani. Asante Mungu kwa sababu kwa neema yako tunayeweza yote, kwa sababu wewe pekee ndiye unayetutia nguvu. Asante kwa sababu kwa neema yako tutashinda zaidi ya kushinda wiki hii. Kwa neno lako tutavuka vikwazo, tutavuka kila majaribu na kufikia ule utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja mahali ulipo sema amen, 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 amen. Mungu wetu ni mwema sana, Mungu wetu ni mzuri sana. Najua Jumapili ya jana ulipata neema ya kwenda mahali, kwenda kuabudu katika nyumba ya Bwana, na najua kuna mambo mengi Mungu amefanya kwako. Siku ya leo nataka tukatafakari kile ambacho Bwana ameweka ndani yangu, na neno ambalo tutatembea nalo wiki nzima ni neno ambalo linasema mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. 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 Unaweza ukaandika katika komenti yako ya kwamba mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Mimi nitafaa, wewe utafaa mara 10 zaidi kila eneo. Kwenye kazi utafaa mara 10 zaidi. Kwenye ofisi yako utafaa mara 10 zaidi. Mahali pako pa kazi, pa biashara utafaa mara 10 zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Kwa lazima utafaa mara 10 zaidi katikati ya wafanyakazi wenzio, katikati ya wafanyabiashara wenzio, katikati ya hiyo ofisi ambayo upo, hiyo kampuni ambayo upo, wewe utaonekana kufaa mara 10 zaidi. Wewe utaonekana kufaa mara 10 zaidi. Haleluya. Hili ndilo neno ambalo tutatembea nalo wiki nzima, na unaweza ukaandika hapo kwenye comment section ya kwamba mimi nitafaa mara 10 zaidi. Mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Iwe ni eneo la kiroho, Mungu atakufanya ufae mara 10 zaidi. Iwe ni kwenye eneo la biashara, Mungu atakufanya ufae mara 10 zaidi. Kila eneo Mungu ataachilia neema wewe kufaa mara 10 zaidi. Haleluya, 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 haleluya. Tunapoenda kutafakari neno, kabla hatujaingia katika maombi, tunapoenda kutafakari, naamini uko pamoja nami, naamini kabisa una notebook yako hapo, naamini kabisa unatamani kujifunza na unatamani kuomba pamoja na mimi, na Roho Mtakatifu atatusaidia. Roho Mtakatifu ataenda kuonekana katikati yetu. Roho Mtakatifu ataenda kutupa kushinda kila eneo, na ataenda kutufanya tufae mara 10 zaidi. Haleluya. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Danieli, ile sura ya 1 mstari wa 20. Danieli ile sura ya 1 mstari wa 20. Danieli ile sura ya 1 mstari wa 20. Haleluya, haleluya. Natamani kabisa nione ukisema katika comment hapa kwamba mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Kitabu cha Danieli ile sura ya 1 mstari wa 20, Biblia inasema ya kwamba na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katikati ya ufalme wake. Haleluya. Nitarudia tena ile andiko.
Anasema na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi. Akawaona walifaa zaidi, akawaona katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza. Katika kila jambo ambalo Danieli na wenzake walipokuwa mbele ya mfalme, walipokuwa wakiulizwa katika kila jambo la ufahamu, jambo la hekima, jambo la ufahamu na hekima, wao wakaonekana kufaa mara 10 zaidi. mara 10 zaidi. Na wiki hii Mungu anaenda kuachilia neema, tutafaa mara 10 zaidi kila eneo, kila mahali tutafaa mara 10 zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaenda kuachilia roho ya hekima na roho ya ufahamu, na mahali popote tutakapokuwepo na maswali yoyote walionayo watu ndani yao, sisi tutakuwa ndio majibu kwao, na tutaonekana kufaa mara 10 zaidi. Haleluya! Tutaonekana kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu, kwa sababu ya ile hekima ya kimbingu, kwa sababu ya ule ufahamu wa kimbingu. Mungu atatufanya tufae machoni pao. Mungu atatufanya tufae na tuwekwe mahali ambapo tunastahili, kwa sababu tu ya ile hekima na ufahamu ambao Mungu ataachilia ndani yetu tutakapoenda kumwomba Mungu siku ya leo. Iwe ni katika karama, iwe ni katika kipawa, utaonekana kufaa zaidi. Haleluya! Maana unapokuwa ni kweli una karama, ni kweli una biashara, lakini ndani yako kukakosekana hekima, ni mbaya. Ni mbaya. Lazima uonekane kufaa kwa sababu ya ile neema Mungu ameweka ndani yako. Hata kama ni ufanya biashara, kwenye ofisi, kwenye mradi fulani, uonekane kufaa mara 10 zaidi. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha wewe kufaa ni Mungu ambaye ataweka hekima ndani yako, ataweka ufahamu ndani yako, na yale maswali walionayo yatakapoulizwa, yatakaposemwa, utakaposikia na utakapojibu, jibu lako litaonekana ya kwamba wewe unafaa mara 10 zaidi ya wengine. Haleluya! Sijui kama kuna mtu mmoja huko unanielewa, na ninakuombea huruma za Mungu asubuhi leo tunapoenda kuomba, atuachilie na akuachilie hekima na ufahamu utakao kukupa kushinda, utakao kukupa heshima, utakao kukupa kuonekana unafaa kwenye kila nafasi au kila eneo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye familia, kwenye mambo ya kimungu. Mungu akupe hekima na ufahamu. Tunaona Danieli na wenzie, Mungu aliwapa hekima na ufahamu. Kwa hiyo walipopelekwa mbele ya mfalme, wao walikuwa na uwezo wa kujieleza, walikuwa na majibu ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu hekima siku zote huwa ina majibu. Hekima haijawahi kukosa jibu. Hekima haijawahi kukosa njia. Hekima haijawahi kukosa ufumbuzi katika jambo lolote. Kwa hiyo wale waganga na wachawi wakaonekana kushindwa na wafai, ila Danieli na wenzie wakaonekana kufaa, kwa sababu hekima iliyokuwa ndani yao, ufahamu uliokuwa ndani yao uliwapa njia, uliwapa usuluhishi, uliwapa majibu ambayo mfalme akaona hakika hawa wanafaa, na wakaonekana kufaa mara 10 zaidi. Haleluya! Wiki hii unahitaji hekima, unahitaji ufahamu ili uweze kustawi, ili uweze kuongezeka. Unapokuwa Mungu amekujalia neema ya kufanya biashara, unahitaji hekima zaidi katika hiyo biashara, ili iweze kuzaa zaidi, ili iweze kukua zaidi, ili uweze kuwa mtu mkubwa zaidi kupitia hiyo biashara, hata kama ilikuwa ni ndogo. Kwenye karama ambayo Mungu amekupatia, haleluya, unahitaji hekima, unahitaji ufahamu, kwa sababu usipokuwa na hekima na ufahamu katika hiyo karama, kuna mambo utayafanya yatakuwa yanaonekana kabisa, yani unaharibu badala ya kuleta majibu, unajipata unaleta machafuko mahali ambapo ulipaswa ulete majibu au ulete suluhisho. Kwa hata kama una karama, bado unahitaji hekima. Una kipawa, unahitaji hekima na ufahamu.
maana hekima haijawahi kukosa majibu. Hekima haijawahi kukosa njia. Hekima haijawahi kukosa ufumbuzi katika jambo lolote. Kwa hiyo wiki hii unahitaji hekima na ufahamu itakayokuwezesha kujua ni nini ufanye zaidi kwenye biashara yako ili uweze kufika mbali. Ni nini ufanye ofisini kwako? Ni kweli kwenye hiyo kampuni mpo wengi, lakini unafanyaje ili uonekane wewe unafaa mara 10 zaidi ya watu wengine? Unafanya nini ili uonekane unafaa mara 10 zaidi ya watu wengine? Unahitaji hekima ya Mungu. Unahitaji hekima ya ufalme. Unahitaji kumwambia Mungu, ninaomba ile hekima ambayo itanitofautisha na wengine. Kuna hekima, afu kuna hekima inayotoka kwa Mungu ambayo huwa inamtofautisha mtu na watu wengine. Hii hekima aliyokuwa hapo nayo Danieli na wenzie ilikuwa ni hekima ambayo iliwafanya wawe tofauti na watu wengine. Katika kuongea kwao walikuwa tofauti na watu wengine. Katika kuwaza kwao walikuwa tofauti na watu wengine. Katika kutenda kwao walikuwa tofauti na watu wengine. Katika kukaa kwao walikuwa tofauti na watu wengine. Hiyo ndio hekima ambayo unahitaji wewe, kwa sababu itakusaidia kuzaa, itakusaidia kustawi, itakusaidia kuongezeka kwenye huo mradi, itakusaidia kupandishwa cheo mahali ambapo ulistruggle kwa muda mrefu pasipo kupandishwa cheo. Ulistruggle kwa muda mrefu pasipo kuinuliwa. Hekima ya Mungu ikiingia kazini, wewe utakuwa ni watofauti na wengine. Utaonekana kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo unaona kabisa kina Danieli na wenzake walipoonekana kufaa zaidi, ile hekima na ufahamu ikazaa kibali. Kwa hiyo hekima, ona jinsi hekima ilivyokuwa na nguvu. Ina uwezo wa kuzaa kibali. Inazaa kibali pale inapoingia kazini kwenye maisha ya mtu. Inazaa kibali, inazaa mambo makubwa, inazaa heshima. Haleluya. Kama wameonekana kufaa mara 10 zaidi, maana yake wakaheshimika, wakaonekana wanafaa, wanastahili. Heshima kubwa ikawa juu yao kwa sababu ya ile hekima na ufahamu wa kimungu ndani yao. Haleluya. Sema, mimi nitafaa mara 10 zaidi. Kwenye karama nitafaa mara 10 zaidi. Kwenye ofisi yangu mimi nitafaa mara 10 zaidi ya wengine. Mahali ninapofanya biashara mimi nitafaa mara 10 zaidi ya wengine. Kwenye mradi ambao ninausimamia mimi nitaonekana kufaa mara 10 zaidi. Kwenye ndoa yangu nitaonekana ninafaa. Kwenye familia nitaonekana ninafaa mara 10 zaidi kwa sababu ya hekima. Haleluya. 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 Urabashanda. Haleluya. Unahitaji hekima ya Mungu ikuwezesha kupiga hatua na kufika mbali. Ukikosa hekima na ufahamu, ukikosa hekima ya kimungu na ufahamu katika ujuzi ulionao, katika biashara ulionayo, katika kipawa ulichonacho, utajipata unashindwa kufika mahali ambapo ulitakiwa ufike. Utajipata unachelewa kufika mahali ambapo ulitakiwa ufike kwa wakati. Utajipata unachelewa kwa sababu ya kukosa ile hekima ya kimbingu. Haleluya. Ndio maana kuna hekima ya dunia na kuna hekima ya kimbingu inayotoka ndani ya ufalme wa Mungu, na hii hekima ni Roho wa Mungu au ni Mungu mwenyewe ambaye anatenda kazi ndani ya mtu. Ndio maana kina Danieli walipokuwa wakijieleza hawakuwa wao, alikuwa Mungu. Alikuwa Mungu anasema ndani yao, alikuwa Mungu anatoa majibu ndani yao. Mfalme akaona wanafaa kuzidi wachawi na waganga. Na ndivyo itakuwa kwako, mtoto wa Mungu, wiki hii tunapoenda kuliitia jina la Bwana na kumuita Mungu wa huruma. Asubuhi ya leo atatupatia hiyo hekima, na tutaenda ofisini kwetu kwa ujasiri, tutaenda kwenye biashara zetu kwa ujasiri, tutaenda kwenye miradi kwa ujasiri, na tutaonekana kufaa zaidi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Orabashanda. Na asubuhi leo natamani kabisa Mungu atupatie hekima na ufahamu utakao tutofautisha na watu wengine. Kila mtu ana kipawa, kila mtu ana karama, kila mtu ni mfanyabiashara, kila mtu ni mjenzi, kila mtu ana mradi, kila mtu ana ofisi, lakini unahitaji hekima na ufahamu ya kukutofautisha na watu wengine. Katika hiyo nafasi ambayo Mungu amekuweka, unahitaji hekima ya kukutofautisha na watu wengine. Katika hicho ulichonacho, unahitaji hekima ya kutofautisha na watu wengine. Haleluya, haleluya, haleluya. Korabashanda. Nataka utambue ya kwamba Korabashanda, katika kila maamuzi ambayo unayafanya mwaka huu, katika kila maamuzi ambayo unayafanya juu ya biashara yako, katika kila maamuzi ambayo utayafanya juu ya karama na kipawa ulichonacho, katika kila maamuzi unahitaji hekima na ufahamu wa kimbingu utakaoleta matokeo ya utofauti kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Katika kila maamuzi ambayo utayafanya unahitaji hekima ya kimbingu. Hekima ya kimbingu itakuinua mahali ambapo ulikuwa umekaa kwa muda mrefu. Ile hekima ya kimbingu itakutambulisha, itakupa kuonekana kufaa, itakutoa mahali ambapo ulikuwa umekaa kwa muda mrefu na itakuinua juu, utaonekana. Kwani kwa sababu hekima ya Mungu, nimesema ni Mungu na ni nuru. Kwa hiyo kama ni nuru, manake watu wataiona nuru yako. Kwa kama watu wataiona nuru yako, lazima watakufuata. Nataka utambue kitu kimoja, ya kwamba kuna miradi ambayo, kuna ofisi, kuna watu wanaanzisha miradi, kuna watu wana makampuni, kuna watu wana biashara kubwa, na wanahitaji watu wenye hekima na ufahamu. Sio tu kwa sababu wamesoma, wana cheti, hapana, ila wanahitaji mtu ambaye atakuwa na ufahamu. Akiwa na ufahamu ndani yake, wanaamini ya kwamba atazalisha, atafanya huu mradi ukue na ufike mbali, atafanya hii kampuni ikue na ifike mbali, itimize maono na malengo yake. Haleluya. Kwa hiyo kuna nafasi ziko tu zina hang. Kuna makampuni hapo yanahitaji watu wenye hekima na ufahamu. Haleluya. Kuna ofisi zimefunguliwa, kuna ofisi zipo, lakini wanahitaji watu wenye ufahamu. Wanahitaji mtu mmoja atokee pale, ambaye atakaa pale, atakuwa na ufahamu. Kila akijieleza wanasema, wow, hili ndio jibu tulikuwa tunalitaka, hiki ndicho tulikuwa tunakitafuta, huyu ndio tuliokuwa tunamtafuta. Asubuhi ya leo tunapozitia huruma za Bwana, ninakuombea kwa Mungu wangu akuachilie neema ya hekima ndani yako, ili uonekane kufaa mara 10 zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Korabashanda. Nachotaka pia utambue ya kwamba siku ya leo, ya kwamba hekima ni mlango. Kama Danieli ni mlango wa baraka, kama Danieli na wenzie wasingekuwa na Mungu ndani yao, wasingepata mlango wa kibali, wasingepata mlango wa kibali. Kwa hiyo ile hekima ulikuwa ni mlango kwao, na ndio maana wakaonekana wanafaa. Asubuhi ya leo tunahitaji huruma za Mungu. Asubuhi ya leo tunahitaji huruma na neema ya Mungu ituwezeshe kuwa na hekima itakayotutofautisha na watu wengine katika nafasi zetu, itakayotutofautisha na watu wengine kwenye biashara zetu, itakayotofautisha na watu wengine kwenye yale ambayo tunayafanya kwenye mitaa yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema, mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Wewe utafaa mara 10 zaidi kila eneo. Wewe utafaa mara 10 zaidi kwenye kila eneo wiki hii. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaachilia hekima yake ndani yako. Ukiongea ameongea yeye, ukitenda ametenda yeye. Haleluya, haleluya. Korabashanda, 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 korabashanda. Sijui kama kuna mtu mmoja ambaye unatamani siku ya leo Mungu aachilie hekima ili utembee kwenye namna ya utofauti wiki hii, ili utembee kwa jinsi ambayo utaona sasa, wow, mlango umefunguka, kibali kiko sehemu yako, watu sahihi wanaanza kufuata. Sikia nikwambie, kuna watu sahihi wametulia tu mahali, wanasubiri hekima ingie ndani yako ili waanze kufunguka,
ili wasema kwa hekima alionayo huyu, kwa ufahamu alionayo huyu, hata tukiwekeza milioni 100 hatutapata hasara. Hata tukiwekeza milioni 500 hatutapata hasara. Haleluya. Korabashanda. Unahitaji hekima katika kufanya jambo lolote. Ukikosa hekima utajikuta unafanya vitu ambavyo, unaongea vitu ambavyo havieleweki, havina maana, havina faida, havileti matunda, vinakuwa vinakushusha, vinakuwa vinakuchafua. Kwa nini? Kwa sababu hekima ni ya msingi sana. Hekima Mungu anaitumia kuwainua watu. Hekima Mungu anaitumia kumsogeza mtu karibu na mtu sahihi. Hekima Mungu anaitumia kumsogeza mtu karibu na vitu sahihi. Hekima Mungu anaitumia ndani ya mtu kumsogeza mtu na watu sahihi watakao sapoti maono alionayo. Waweza kuwa na maono ndani yako. Waweza kuwa una kitu kikubwa Mungu ameweka ndani yako. Ukikosa hekima, ukikosa ufahamu, hata utakutana na mtu hapo, ana pesa za kukupatia, ana pesa za kufanya ufike mbali, kukusapoti maono yako, lakini ukiongea naye anaona tu hapa nimepoteza. Lugha tu anayoongea nimepoteza, siwezi kumsapoti. Lakini wapo watu wenye pesa wenye uwezo wa kusapoti. Wapo watu wenye uwezo wa kubeba maono ulionayo. Wapo watu wenye uwezo wa kusimama na wewe kwenye engo ya biashara yako, wakasapoti biashara yako, wakakusapoti kukupatia mtaji zaidi na ndoto zako zikatimia. Wakasapoti maono yako kwenye huo mradi ambao upo nao ndani ukafanikiwa. Wakasapoti hiyo karama na kipawa ulicho nacho. Wakasapoti karama na kipawa ulicho nacho, ujuzi ulionao, neema ulionao, wakasapoti. Haleluya. Mungu wangu siku ya leo akusaidie. Mungu wangu siku ya leo akuwezeshe. Mungu wangu siku ya leo akupatie hekima. Mungu wa huruma akupe hekima, ili wiki hii usiingie hasara. Wiki hii asubuhi ya leo hii usiingie hasara. Kataa kuingia hasara kwa kukosa hekima. Kataa kuingia hasara, kataa kupoteza kwa kukosa hekima. Hekima katika maneno, hekima katika matendo. Kataa kupoteza. Dhamiria ndani yako Mungu achilie hekima, alafu uone mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya, 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 haleluya. Tunapoenda kuomba asubuhi ya leo, najua huruma za Bwana zinaenda kutusaidia na kutufungulia mlango. Hapo chini andika, mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Mimi nitafaa zaidi mara 10 kila eneo. Mungu aangalii ni nani. Wewe ukisimama kwa imani yako ukamwambia Mungu, ninaomba hekima yako. Ninaomba hekima yako itakaonifanya nionekane kufaa mara 10 zaidi. Mungu sio wa dini. Mahali popote ulipo, kwa imani yako Mungu ataachilia hekima na utajipata umefaa kwenye hiyo ofisi ulionayo, kwenye hiyo kampuni unakofanya kazi, kwenye huo mradi ambapo upo. Utaonekana wewe ndio unafaa kuendesha huo mradi. Utaonekana wewe ndio unafaa kuendesha huo mradi, kuisimamia hiyo biashara, kusimamia hayo makampuni. Haleluya. Kwa sababu watu wapo ila wanataka mtu mwenye hekima. Haleluya. Mungu alichoweka ndani yako ni kikubwa, ila unahitaji hekima na ufahamu utakao kuwezesha kufaa mara 10 zaidi katikati ya wengine. Kama nilivyosema hapo awali, kataa kupoteza siku ya leo. Kuanzia asubuhi ya leo, sema tu, mimi nitafaa mara 10 zaidi ya wengine. Kwenye hatua zangu za leo, nitaonekana kufaa zaidi mara 10 zaidi ya watu wengine. Nitaonekana kupata kibali mara 10 zaidi ya watu wengine. Nitaonekana ninaweza mara 10 zaidi ya watu wengine. Nitauza mara 10 zaidi ya watu wengine. Ofisini kwangu nitaonekana ninafaa mara 10 zaidi ya watu wengine, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Nataka twende tukaombe mahali ulipo kwa imani yako. Umbali sio kizuizi. Umbali sio kizuizi. Umbali sio kizuizi. Umbali sio kizuizi. Kora bashanda ribasaya. Kori bashanda rabasaya. Umbali sio kizuizi. Nataka twende tukaombe, tukamwambie Mungu wa huruma, ninaomba hekima na ufahamu ili nifae
katika nafasi yangu ambayo umenipa wiki hii nikaone mkono wako. Mungu wa huruma, ninaomba hekima na ufahamu ili nifae katika nafasi yangu. Mungu wa huruma, ninaomba hekima na ufahamu ili nifae katika nafasi yangu. Napozungumzia nafasi yako, kama uko kwenye biashara, kwenye ofisi, mahali popote, mwambie Mungu wa huruma, asubuhi leo ninaomba hekima na ufahamu ili nifae katika nafasi yangu. Mahali ulipo unaweza ukaomba, Mungu wa huruma, ninaomba hekima na ufahamu ili nifae katika nafasi yangu, katika jina la Yesu Kristo. Korabashanda, korabashanda, korabashanda. Mungu wa huruma, Mungu ambaye unaweza, Mungu ambaye huruma zako zipo kila siku asubuhi kwa watoto wako, zipo kila siku asubuhi kutusaidia, ziko kila siku asubuhi kutuwezesha, ziko kila siku asubuhi kutupatia kibali. Baba wa huruma, asubuhi ya leo tunaomba huruma zako, tunaomba huruma zako ziwe juu yetu, ukatupatie hekima na ufahamu ili tuweze kufaa katika kila eneo, ili tuweze kufaa kwenye nafasi ambazo umetupatia, kwenye nafasi ambazo umetujalia. Tupatie hekima na ufahamu Bwana, tupatie hekima na ufahamu Bwana. Mungu wa huruma, ninaomba hekima na ufahamu katika nafasi ambayo umeniweka. Ninaomba hekima na ufahamu kwenye biashara yangu, ninaomba hekima na ufahamu kwenye huu mradi Bwana, ninaomba hekima na ufahamu kwenye hii familia yangu, ninaomba hekima na ufahamu katika ndoa yangu, ninaomba hekima na ufahamu. Baba, ninaomba hekima na ufahamu. Mungu wa huruma, ninaomba hekima na ufahamu, hekima na ufahamu ndani yangu utakaoniwezesha kuzaa, hiyo hekima itakaoniwezesha kuzaa, itakaoniwezesha kufanikiwa, itakaoniwezesha kupenya, itakaoniwezesha kufaa mara 10 zaidi, mara 10 zaidi mbele za wakuu, mara 10 zaidi mbele ya watu sahihi, itakaoniwezesha kufaa. Baba, ninaomba hekima na ufahamu. Korabashanda, koribashanda, rikaraboshanda, ribashakarabababoria, rikorabashanda rabasaya. Ninaomba hekima na ufahamu Bwana, hekima na ufahamu wiki hii, hekima, ile roho ya hekima, roho yako ya hekima ikawe ndani yangu Bwana. Achilia roho ya hekima ndani yangu na ufahamu ili nijue nini cha kufanya, ili nijue nini cha kufanya na nini si cha kufanya, ili nijue jinsi ya kuongea kwangu, nijue nini cha kuongea na nini si cha kuongea, ili nijue Bwana katika kila hatua ninazochukua, katika kila maamuzi ninayochukua wiki hii. Baba, ninaomba hekima na ufahamu ambayo itasababisha matunda mazuri, ambayo itasababisha faida, ambayo itasababisha Bwana kunemeka juu ya neema yako Bwana. Baba, katika ofisi ambayo umenipatia kazi, ninaomba hekima na ufahamu itakaonifanya nionekane kufaa mara 10 zaidi, itakaonifanya nionekane kufaa mara 10 zaidi, itakaonipa kibali machoni pa wakuu. Baba, ninaomba hekima na ufahamu. Baba, ninaomba hekima na ufahamu. Korabashanda, korabashanda, koribashanda rabasaya, o rabakoria, ribashanda rabosaya. Mungu wa huruma, asubuhi ya leo tunalitia jina lako Mungu, Mungu mwenye uweza. Tunaomba kwa huruma zako tupe hekima na ufahamu Bwana, itakayozaa matunda ya faida, itakayotuwezesha kustawi na kuongezeka, itakayofanya biashara zetu zikue zaidi, itakayofanya karama zetu ziongezeke zaidi, itakayofanya karama zetu zikue, vipawa vikue. Baba, ninaomba hekima na ufahamu. Tunaomba hekima na ufahamu Bwana, tunaomba hekima na ufahamu Bwana utakaotufanya tuonekane Mungu, utakaotufanya tuonekane machoni pa watu sahihi ya kwamba tunafaa mara 10 zaidi. O rikarabashanda, korabashanda. Mungu wa huruma usiyeshindwa, Mungu wa huruma unayeweza, Mungu wa huruma unayefanya, wewe ambaye unatengeneza watu wako, wewe ambaye unahuisha watu wako, wewe ambaye unawajaza mema watu wako. Asubuhi ya leo Bwana, tunaomba hekima yako Bwana, achilia hekima yako ndani yetu, achilia hekima yako ndani yetu, hekima yako kwenye maisha yetu, hekima yako kwenye maisha yetu, ufahamu wa kimbingu kwenye maisha yetu, hekima ile
ya ufalme kwenye maisha yetu, itakayozaa matunda ya faida, itakayozaa matunda ya ushuhuda, na sio matunda ya majuto, na sio matunda ya hasara. Baba, tunaomba ndani ya maisha yetu tupatie hekima Bwana na ufahamu, kama ulivyompatia Danieli. Kama ulivyompatia Danieli, wakaonekana kufaa machoni pa mfalme, wakaonekana kufaa mara 10 zaidi ya wachawi na waganga. Uliwapa hekima na ufahamu kwenye kila maswali walioulizwa. Bwana, walijibu katika ufahamu wa hali ya juu, katika hekima ya hali ya juu, wakaonekana kufaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi. Baba, ndani ya wiki hii, Jumatatu ya leo, tunaomba huruma zako Baba. Achilia hekima na ufahamu kwenye maisha yetu, achilia hekima na ufahamu kwenye maisha yetu, itakayotusaidia kwenye kazi za mikono yetu, itakayotufanya tukue kwenye biashara zetu, itakayotufanya tukue na kuongezeka kwenye miradi, itakayotufanya tukue na kuongezeka kwenye kila mipango. Ile hekima itakayotuonyesha njia, ile hekima itakayotuonyesha njia, ile hekima itakayotupa kujua nini tufanye na tukajipata tumetofautishwa na watu wengine. Baba, tunaomba huruma zako asubuhi ya leo. Mungu wa huruma usiyeshindwa, Mungu wa huruma mwenye nguvu, Mungu wa huruma Bwana, tunajua wewe ni Mungu ambaye unatenda kwa nyakati na majira. Umetupatia vipawa na karama, lakini Baba, tunahitaji hekima, tunahitaji hekima yako, tunahitaji ufahamu wako, ili tuweze kujua yale yanayotupaswa kufanya, ili tuweze kujua yale yanayotupaswa kufanya na yale yasiyotupasa kufanya, kwa kupitia hekima ya kimbingu. Korabashanda riba sika riba yanda, korabasheke reba yanda, korobo santa, le karanda la bakuribosia, rekele mandelele bosoto rimanda, rekele mandelele bosika taramakuria, riko shandelele bosata, kori pasekete ribasaya, kori baba kuria, intana makuria, lekenda seketania, elasketana makuria, korobo shanda rabasaya, indarabashekere baba kuria, leketari katalena na maso, elantos katarikonsa parada skela, lepo shante riba anda. Mungu wa huruma unayetenda, asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako, asubuhi ya leo tunashuka kwako. Mungu ambaye unatoa pale tunapokuomba, unatupatia. Tunaomba hekima na ufahamu, tunaomba hekima na ufahamu katika maisha yetu, hekima na ufahamu katika maisha yetu, hekima na ufahamu juu ya hizi biashara umetupatia, juu ya hizi kazi umetupatia. Tunaomba hekima na ufahamu juu ya hiyo wito ambao umetupatia, juu ya karama na vipawa ambavyo umetupatia. Tunaomba hekima na ufahamu katika jina la Yesu Kristo, ili tutembee kwenye mafanikio, ili tutembee kwenye kuneemeka katika jina la Yesu Kristo. Na kila moja mahali ulipo useme amen, amen, amen. Korabashanda. Tunahitaji hekima na ufahamu, tunahitaji hekima na ufahamu, unahitaji hekima na ufahamu. Inawezekana kuna mahali umeshindwa mara nyingi kwa sababu tu kuna hekima ulikosa. Ukapata nafasi kweli ya kukutana na mtu, lakini hekima ikakufanya ukakosa ambacho ulitakiwa ukipate. Asubuhi ya leo tunamwambia Mungu, tunahitaji hekima yako itakayotufundisha nini cha kuongea na nini si cha kuongea, nini cha kufanya na nini si cha kufanya. Haleluya, haleluya. Kina nani wa kuwa nao na kina nani atupaswi kuwa nao. Hekima itakupa majibu, kwa sababu hekima haijawahi kukosa majibu, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Korabashanda. Na nakuombea Mungu akusaidie na ikawe hivyo kwako katika jina la Yesu. Mungu wa huruma akuwezeshe. Tunaenda kuomba ombi la pili. Tunaenda kuomba ombi lingine. Mahali ulipo kwa imani yako, ni Tanzania, ni nje ya Tanzania, kwa imani yako omba. Kwa imani ulionayo omba, Mungu ataenda kuonekana kwako. Tunaenda kuomba ombi lingine. Mungu wa huruma, wiki hii na ndani ya mwezi huu nisogeze mbele ya wakuu na unipe majibu ya maswali yao. Kuna watu wana maswali kama nilivyosema hapo nyuma. Kuna watu wana maswali, wana makampuni, wana miradi na wana maswali ndani yao.
wanahitaji mtu mwenye hekima na ufahamu atakaye kuwa amebeba majibu kwao. Hekima ndio ina nguvu ya kukusababisha uwe majibu kwenye maswali walionayo. Kwa hiyo tunataka kumwambia Mungu wa huruma, wiki hii tusogeze. Mwambie Mungu wa huruma, wiki hii nisogeze mbele ya wakuu, nisogeze mbele ya watu sahihi, na unipe majibu ya maswali yao. Unipe majibu ya maswali yao. Mungu wa huruma, wiki hii ninaomba unisogeze mbele ya wakuu, mbele ya watu sahihi. Mwambie Mungu, nisogeze mbele ya bosi wangu. Yawezekana bosi wako kwenye ofisi ana maswali, anaangalia ni nani mwenye hekima atakaye nijibu maswali nilionayo. Mwambie Mungu, nisogeze, nitengenezee mazingira, nisogeze mbele ya watu sahihi, niweze kuwa majibu kwenye maswali yao, kwa hekima ambayo utaiweka ndani yangu, kwa hekima ambayo umeweka ndani yangu. Nisogeze mbele ya wakuu na mbele ya watu sahihi, ili niweze kuwa majibu ya maswali yao, katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo mwambie Mungu wa huruma, korabashanda. Mungu wa huruma, asubuhi ya leo tunaomba wikie Bwana, tusogeze mbele za wakuu, tusogeze mbele za watu sahihi, ili tuweze kuwa majibu kwenye maswali yao, ili tuweze kuwa majibu kwenye yale ambayo wanatamani kupata majibu, ili tuweze kuwa majibu kwao. Bwana, tuweze kuwa majibu kwao kwa hekima ambayo unaweka ndani yetu, kwa ufahamu ambao unaweka ndani yetu. Bwana, wewe unajua walio na maswali, wewe unajua wanaohitaji kujibiwa katika nafasi mbalimbali. Yawezekana kwenye ofisi yako, mwambie Mungu, naomba unisogeze karibu na bosi wangu, naomba unisogeze karibu na wakuu. Bwana, naomba unisogeze Bwana katika nafasi ulionipa, nisogeze karibu na wakuu, niweze kuwa majibu kwenye maswali yake, niweze kuwa majibu kwenye maswali yake. Mungu wa huruma, wiki hii nisogeze karibu na wakuu, karibu na watu sahihi, niweze kuwa majibu ya maswali walionayo, niweze kuwa majibu na njia mahali pale wanahitaji msaada, kwa ile hekima ambayo umeweka ndani yangu, kwa ile hekima ambayo unaachilia ndani yangu. Baba, ninaomba unisogeze karibu na wakuu, nisogeze karibu na bosi wangu, nisogeze karibu na watu wa sahihi ambao Bwana wana maswali ndani yao na wanahitaji majibu. Ukanifanye kuwa jibu kwao, ukanifanye kuwa majibu kwao, kwa hekima ambayo umeweka ndani yangu. Yale majibu wanayoyatafuta kwa muda mrefu, yale majibu walioyatafuta kwa muda mrefu, Bwana ukanisogeze karibu yao, nikawe majibu kwenye maisha yao, nikawe majibu yatakayofaa mara 10 zaidi kuliko wengine. Bwana, nisogeze karibu ya wakuu, nisogeze karibu ya watu sahihi, nisogeze karibu ya watu ambao Bwana, Mungu umeniandalia, ambao ndani yao wana maswali Bwana, lakini Bwana utanifanya kuwa majibu kwao kwa sababu ya hekima unayoachilia ndani yangu. Bwana, korabashanda rabasaya, orabashanda rabasaya, kupitia karama nilionayo nisogeze karibu ya na wakuu, kupitia mradi nilionao nisogeze karibu na wakuu, nisogeze Bwana, koribashaka rabababa, koribashanda ribasaya. Mungu wa huruma, asubuhi ya leo nisogeze karibu na wakuu, wiki Bwana nisogeze karibu na wakuu, nikawe majibu kwenye maisha yao, nikawe majibu kwenye maswali yao, nikawe majibu kwenye maswali yao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nisogeze Bwana ribo shanda, nisogeze Bwana riba shanda, nisogeze karibu na wakuu Mungu, nisogeze karibu na watu sahihi Bwana, nisogeze karibu na wale wenye maswali ndani yao Bwana, ambao Mungu yawezekana umewatengeneza mwenyewe maswali, ili tuwe Bwana kunipa nafasi Bwana, ili tuwe Bwana kuninua Bwana. Ninaomba unisogeze karibu yao, nisogeze karibu yao, kama ambavyo ulimsogeza Danieli na wenzake, ulimsogeza yeye na wenzake karibu na mfalme Bwana, akawa majibu Mungu, akawa majibu sahihi yaliyomfanya aonekane kufaa mara 10 zaidi, yaliyowafanya waonekane kufaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi. Mungu wa huruma unayeweza, Mungu wa huruma unayenipenda, Mungu wa huruma unayeniwazia mema, Baba nisogeze karibu na wakuu,
wakuu. Nisogeze kama ulivyomsogeza Danieli na wenzake. Nisogeze Bwana, nisogeze nikawe majibu kwao katika jina la Yesu Kristo. Nikawe majibu kwenye maisha yao, nikawe majibu kwenye miradi yao, nikawe majibu kwenye ofisi zao, nikawe majibu Bwana kwenye biashara zao. Nisogeze katikati yao. Wewe Mungu ambaye unatengeneza mazingira, nitengenezee mazingira Bwana, nitengenezee mazingira Bwana, nitengenezee njia Bwana, niunganishe nao Bwana. Dhihirisha uwezo wako Mungu katika wiki ya Jehova. Niunganishe na watu sahihi Bwana, nisogeze karibu yao kwa njia zako Mungu, kwa huruma zako Mungu. Nisogeze karibu nao Bwana, ili niweze kuwa majibu kwenye maisha yao, majibu yatakao kuwa faida kwenye maisha yao, majibu yatakao kuwa faida kwenye kampuni zao. Na nikaonekana kufaa mara 10 zaidi. Korabashanda, wewe ni Mungu ambaye najua unaniwazia mawazo ya amani. Mungu najua wewe ni Mungu unayetuwazia mawazo mazuri. Wewe ni Mungu ambaye unatuwazia mawazo mazuri. Tufungulie mlango wa kukutana na watu sahihi. Tufungulie mlango wa kukutana na watu sahihi, tutakapofanyika majibu sahihi kwenye maisha yao, ili tukafanyike majibu kwenye maisha yao, ili tukafanyike majibu kwenye maswali yao. Korabashanda rabasaya karabashande rebasia rikarabo shanda rabasaya koratana makantere kanto rekashande rikayanda rokonto ribasikanta rabayanda rekeyande ribashande rebasia rikayanda rabasiki rimayanda korobo shekendere rebosika ribayanda ribasaya ropokoria maseke. Baba, tusogeze karibu na watu wakuu, tusogeze wiki hii karibu na watu wakuu. Tuunganishe na watu wakuu Bwana, niunganishe na watu wakuu Bwana, niunganishe nikawe majibu Jehova. Korabashanda rabashanda, kama ambavyo ulimsogeza Yusufu. Korabashanda ribashanda, korabashanda ulimsogeza Mungu karibu na Farao. Baba, ulimsogeza ribashanda akawa majibu Bwana, akawa majibu kwenye taifa lile, akawa majibu Bwana. Baba, nisogeze nami Bwana. Korabashanda ribosaya, nikafae mara 10 zaidi, nikafae mara 10 zaidi kati ya wale wote ambao ribashanda utanikutanisha nao. Nikafae mara 10 zaidi, nisogeze karibu na wakuu, nisogeze karibu na watu sahihi. Nikawe majibu kwenye maisha yao, nikawe majibu kwenye biashara zao, nikawe majibu kwenye kila ambacho Bwana walihitaji kupata majibu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na mahali ulipo sema amen, 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 amen. Korabashanda, korabasia, korabashanda, 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 korabashanda. Tunaenda kuomba ombi lingine. Mahali popote we ulipo, endelea kuungana nami kwa imani. Endelea kuungana nami kwa imani. Na endelea kumwamini Mungu ya kwamba anaenda kufanya kitu kikubwa wiki hii kwenye maisha yako. Korabashanda, utakiwi kuvunjika moyo au kukata tamaa. Mungu anaenda kuunganisha na watu sahihi. Anaachilia hekima ndani yako na anakuunganisha na kusogeza karibu na watu sahihi, na utaonekana kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuomba ombi lingine. Tunaenda kuomba ombi lingine ya kwamba Mungu wa huruma yafanye maisha yangu, Mungu wa huruma yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi. Kupitia elimu ulionipa, yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi ya wengine wenye elimu. Kupitia karama yangu, yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi ya wengine. Kwenye familia, yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi ya wengine. Kwenye biashara, katikati ya wafanya biashara, nifanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi. Fanya biashara yangu ionekane kufaa mara 10 zaidi. Mwambie Mungu wa huruma, yeye anasikia. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Yupo kutupatia, yupo kututimizia, yupo kutujibu, kwa sababu hapendi tuhuzunike. Umwambie Mungu wa huruma, yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi. Kwenye kile ulichoweka ndani yangu, yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi. Kwenye kile kipawa ulichonipa, kwenye karama,
kwenye neema ulionipatia, kwenye huu mradi, nifanye kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu. Omba mahali ulipo. Korobo shanda raba saya. Mungu wa huruma, asubuhi ya leo, Jumatatu ya leo, tunanyenyekea mbele zako. Tunanyenyekea mbele zako Mungu wa huruma. Tunaomba Bwana, yafanye maisha yetu kufaa mara 10 zaidi. Yafanye maisha yetu kufaa mara 10 zaidi. Tulidharaulika, tulionekana hatufai, lakini Mungu unayeweza, wewe unaweza kuyafanya maisha yangu yakafaa mara 10 zaidi. Wewe unaweza kuyabadilisha maisha yangu yakaonekana kufaa mara 10 zaidi. Wewe unaweza ukafanya kile ulichonipatia kikaonekana kufaa mara 10 zaidi. Wewe unaweza kufanya biashara yangu kuonekana kufaa mara 10 zaidi. Wewe unaweza kufanya huu mradi wangu nilionao ukaonekana kufaa mara 10 zaidi. Mungu wa huruma, ingilia kati maisha yangu, yafanye yaonekane kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mahali popote ulipoendelea kuomba, mwambie Mungu yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi, kufaa mara 10 zaidi, kuonekana kwenye ubora mara 10 zaidi, kuonekana kwenye hali nzuri mara 10 zaidi, kwenye ndoa Bwana, fanya maisha yangu kufaa mara 10 zaidi. Koraba shanda riba saya. Riba shanda riba saya. Kwenye familia Baba, yafanye maisha yangu kufaa mara 10 zaidi. Kwenye mradi Baba, yafanye maisha yangu kuonekana kufaa mara 10 zaidi. Kwenye ule ujuzi ulioweka ndani yangu, yafanye maisha yangu kuonekana kufaa mara 10 zaidi. Koraba shanda, katikati ya walionidharau, yageuze maisha yangu yaonekane kufaa mara 10 zaidi. Katikati ya wale waliona sifai, katikati ya wale waliona siwezi, yafanye maisha yangu kuonekana kufaa mara 10 zaidi. Katikati ya wale waliona na mwisho wangu umefika, mwisho wangu umekaribia, yafanye maisha yangu kuonekana kufaa zaidi. Mungu wa huruma usiyeshindwa, Mungu wa huruma unayeweza, Mungu wa huruma unayehuisha, yahuishe maisha yangu, yahuishe maisha yangu, yafanye kufaa mara 10 zaidi, kama ambavyo ulifanya Danieli na wenzake kuonekana kufaa mara 10 zaidi. Ndivyo hivyo Bwana wa huruma, ninakusihi, wewe uliye tajiri wa huruma, Mungu wangu, yafanye maisha yangu kuonekana kufaa mara 10 zaidi. Kwenye kila jambo nitalifanya kwenye maisha yangu, nionekane kufaa mara 10 zaidi. Ninakataa roho ya kukata tamaa, ninakataa roho ya kurudi nyuma, ninaikataa roho inanionyesha kwamba, inanifanya kwamba nione nimeshindwa. Ninaikataa hiyo roho Bwana. Nihuishe Jumatatu ya leo, nihuishe maisha yangu, yahuishe maisha yangu, huisha biashara yangu, huisha kazi ya mikono yangu, huisha mradi wangu, uonekane kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayeweza Bwana, wewe ni Mungu unayetenda Bwana. Yahuishe maisha yangu yaonekane kufaa mara 10 zaidi, yahuishe maisha yangu yaonekane kufaa mara 10 zaidi, yahuishe maisha yangu yaonekane kufaa mara 10 zaidi, yahuishe maisha yangu yaonekane kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Na mahali uliposema amen, amen, amen. Koroboshanda ribasaya, korabashaka rabayanda, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nami nakuombea huruma za Bwana ziwe juu yako. Mungu wangu alioniita kwa jina lake akukumbuke. Aachilie roho ya hekima na ya ufahamu ndani yako, na ili uweze kuonekana unafaa mara 10 zaidi kwenye ofisi yako, kwenye huo mradi ambao umepewa usimamie, uonekane unafaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Kwenye hiyo karama na kipawa uonekane kufaa zaidi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Huruma za Mungu bado zinaendelea kuongea juu yako mahali popote ulipo. Huruma za Bwana bado zinaendelea kusema, zinaendelea kupigana juu ya maisha yako. Kora bashanda zinaendelea kutafuta njia kwa ajili yako, zinaendelea kutafuta na kutengeneza njia kwa ajili yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wakati unataka niombee wewe ambaye unaenda kwenye biashara, nataka nitamke neno kwako wewe ambaye unaenda kwenye kazi yako.
Nataka kubariki kazi ya mikono yako. Nataka kuitamkia baraka mikono yako. Kora bashanda, kora bashanda, kora bashanda, kora bashanda. Mahali ulipo waweza kuinua mikono yako, mkono wako mmoja ukiwa unaendelea kuungana na mimi. Ninapoenda kutamka baraka juu ya mikono yako. Mungu aibariki mikono yako. Mungu aipe kibali mikono yako. Lolote unafanya uonekane umefaa mara 10 zaidi. Kora bashanda, kora bashanda. Chochote unafanya kupitia mikono yako, kora bashanda, uonekane kufaa mara 10 zaidi. Kora bashanda. Mikono yako ikupe faida na wala sio hasara, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 90 mstari ule wa 17, Biblia inasema ya kwamba na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanye thabiti. Kazi ya mikono yetu uithibitishe. Kazi ya mikono yetu uithibitishe. Mungu aithibitishe kazi ya mikono yako, na anapoithibitisha uonekane unafaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Mungu aithibitishe kazi ya mikono yako. Mungu aondoe utasa na hasara kwenye mikono yako. Mungu aondoe mapooza kwenye mikono yako. Mungu aondoe kupoteza kwenye mikono yako. Aondoe roho ya kupoteza kwenye mikono yako. Aithibitishe mikono yako na uonekane kufaa mara 10 zaidi kwenye kila utakachokishika na kukifanya. Mungu athibitishe kazi ya mikono yako na uonekane kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu athibitishe kazi ya mikono yako. Mungu aondoe kiza kwenye mikono yako. Mungu aondoe utasa, hasara kwenye mikono yako. Mungu aondoe roho ya kupoteza kwenye mikono yako. Mungu aondoe roho za chuma ulete kwenye mikono yako, katika jina la Yesu Kristo. Kwenye chochote utakifanya wiki hii, Mungu akathibitishe katika jina la Yesu. Mungu athibitishe kazi ya mikono yako. Mungu athibitishe kazi ya mikono yako. Mungu athibitishe kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo, na ukaonekane kufaa mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mikono yako haitapoteza. Wiki hii mikono yako haitaingiza hasara. Wiki hii mikono yako haitakuwa na bahati mbaya kupoteza wala kuingiza hasara, bali utazaa katika jina la Yesu Kristo. Bali utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na yale yalikuwa yamekatwa kwenye mikono yako, yale yalikuwa yamezuiliwa kwenye mikono yako, kama kinywa cha Bwana natangaza yaanze kuchipuka, yaanze kuchipuka, yaanze kuzalika katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu aifanye thabiti mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu, Mungu wa huruma, uzuri wake uwe juu ya kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo, pokea kufanikiwa wiki hii kupitia kazi ya mikono yako. Popote ulipo, pokea kunemeka, pokea kuzidi na kuongezeka kupitia kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na mahali ulipo sema amen na nimepokea. Kwa imani Mungu anaenda kudhihirisha na kudhibitisha neno lake. Kuombea wewe ambaye ni mdhaifu, wewe ambaye ni mgonjwa, unahitaji msaada wa Mungu. Huruma za Mungu ziwe juu yako. Huruma za Mungu zikuponye na kukufungua. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 107 ule mstari wa 20, Biblia inasema ulituma neno lake huwaponya, huwatoa watu katika maangamizi. Ulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Ulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo. Ninalituma neno la Mungu kwenye maisha yako. Ninalituma neno la uponyaji kwenye maisha yako, neno la uzima kwenye mifupa yako. Ninatuma uponyaji kwenye mifupa yako, kwenye ngozi, kwenye damu, kwenye figo zako. Ninatuma neno la uponyaji kwenye damu yako. Ninatuma neno la uponyaji kwenye huo ugonjwa ulionayo. Ni kansa, ni HIV, ni mifupa, ni ganzi, ni pressure, ni moyo. Ninatuma neno la uponyaji ndani yako. Ninatuma neno la uponyaji. Ukapokea uzima katika jina la Yesu. Ukaponywa katika jina la Yesu.
Anasema analituma neno lake na linatutoa katika maangamizi, linatutoa kwenye magonjwa, linatutoa kwenye mateso. Neno la Mungu likutoe kwenye huo ugonjwa uliokuwa nao, huo ugonjwa unaokutesa. Na lituma neno la uponyaji juu yako, utoke kwenye hayo mateso, utoke kwenye hiyo laana ya magonjwa, utoke kwenye hayo mateso ya kurithi magonjwa, utoke hapo katika jina la Yesu. Natangaza afya njema, natangaza uzima kwenye figo zako, natangaza uponyaji kwenye ini, natangaza uponyaji kwenye mapafu, natangaza uponyaji kwenye damu, natangaza uponyaji kutoka utosi wako mpaka uwayo wako. Uwe huru katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu Kristo. Upo huru mahali ulipo. Mshukuru Mungu, upo huru. Upo huru. Uponyaji unaingia ndani yako sasa. Upo huru, mwambie Yesu asante. Uponyaji kwenye mifupa yako, kwenye ngozi yako na kila eneo la mwili wako. Upo huru kuanzia sasa. Roho Mtakatifu amekuweka huru. Roho Mtakatifu amekuponya, amekufungua. Hautateseka tena katika jina la Yesu Kristo. Hautateseka tena katika jina la Yesu Kristo. Taangalia mwili wako mahali ulipo, na unaweza kutuma ushuhuda wako kupitia namba zilizopo hapo chini. Unaweza kutuma ushuhuda wako kupitia email iliyopo hapo, na Mungu wangu ataendelea kukuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Una ushuhuda katika jambo lolote, tuma ushuhuda wako ambalo Mungu amekutendea kupitia maombi haya ya asubuhi ya morning mass. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Wiki hii ndio litakuwa neno lako na ndio utakuwa wimbo wako, na utamwona Mungu akikufanya kuwa mara 10 zaidi kwenye kila eneo. Napenda kukaribisha katika ibada zetu zinazofanyika katikati ya wiki, siku ya Jumatano kuanzia saa 10 mpaka saa 12 jioni ni shule ya ufunuo. Karibu sana katika shule ya ufunuo, ukutane na Mungu wangu, ukutane na Roho Mtakatifu. Atakufundisha, atakusaidia, atakupa kuelewa siri za ufalme wa Mungu, atakufundisha mambo mbalimbali atakayokufanya ukomae na uimarike katika karama, kipawa, na uweze kutembea na kulishi kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Atakutengeneza kila eneo la maisha yako ili uweze kufaa mara 10 zaidi katika kipawa na katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Lakini pia napenda kukaribisha katika ibada ya Ijumaa. Ibada ya Ijumaa kuanzia saa 10 mpaka saa 12 ni ibada ya kurejeshiwa haki yako ya kutawala mahali ulipokuwa umedhulumiwa. Wewe ni kwenye biashara, ni kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye familia, eneo lolote, utarudishiwa haki yako ya kutawala katika jina la Yesu. Ibada inaanza saa 10 mpaka saa 12. Ni siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa kuanzia saa 10. Lakini ukisema natamani kuonana na apostle, basi unakaribishwa ni kuanzia saa 5 mpaka mida ya saa 8. Naonana na mtu mmoja mmoja. Unatamani kushauriwa, unatamani kuombewa, unatamani kufunguliwa, unaona kuna mahali ya kujikaa sawa kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la biashara, eneo lolote kwenye mradi wako, unatamani kukutana na Mungu wangu. Mungu wangu yuko tayari kukuhudumia. Unaweza kupiga simu na ukasaidika na ukapata maelekezo jinsi ya kufika. Lakini siku ya Jumapili ni kuanzia saa 3 mpaka saa 7 za mchana, kutana na Roho Mtakatifu kwenye viwango visivyokuwa vya kawaida, viwango vya juu. Haleluya. Unapofika kwenye ibada zetu utaona uvivio wa Roho Mtakatifu usio wa kawaida ndani ya ibada zetu siku ya Jumapili. Karibu sana na kukaribisha, ni kuanzia saa 3 mpaka saa 7 za mchana. Na hiyo huduma inapatikana Mbezi Beach Bondeni. Huduma inapatikana Mbezi Beach Bondeni. Wewe unayetokea Tegeta, unatoka Tegeta au unatoka Bunju, unashuka kituo kinaitwa Bondeni. Wewe unayetokea Kawa unakuja njia inayoelekea Tegeta, unashuka Bondeni. Unatokea Mwenge, njia ya Mwenge kutokea Ubungo, kutokea wapi, unashuka kituo kinaitwa Bondeni kama unaelekea Tegeta. Lakini kwa unatokea Mbezi kwa Magufuli kupitia njia ya Goba, unamwambia konda nishushe Mbezi Bondeni, atakushusha hapo, na ukipiga simu utapokelewa na utaelekezwa. Na nitafurahi kukuona wiki hii. Karibu sana katika ibada zetu. Karibu sana ukutane na Mungu wangu. Ni wakati wa kukutana na Mungu ili atufanye kufaa mara 10 zaidi kwenye kila eneo. Ulikuwa pamoja nami Apostle Luciana, The Voice of Solution. Tukutane tena siku ya kesho alfajiri hapa hapa Facebook, na utafanyika kwa baraka kwenye kila eneo, maana utafanywa kuwa
mara 10 zaidi kwenye kila eneo. Mungu akubariki. Salem.